kupigwa na kupokonywa maisha. Hakutatuzuia sisi wananchi kunyakuwa uhuru wetu. Haki ya jasho letu, haki ya jasho letu. Tumekataa kupiga magoti mbele ya hawa wauaji. Bila shaka pia si ni watu. Hali ya utumwa tumekataa, hali ya utumwa tumekataa. Tutanyakuwa mashamba yetu, tupiganie uhuru wetu, tuikomboe elimu yetu, utamaduni na viwanda vyetu, utamaduni na viwanda vyetu. Sisi hatutaki kudhulumiwa, hatutaki tena mauaji, ili kupe kesi ambazo ziko kotini, hii projects ambazo zimekuja hapa zina displace watu. So na habari hiyo. Sasa na compensation ambayo ilikuwa ifanyike, tunaona hiyo compensation imegubikwa na pesa. Kutokuwa na uwazi. Sasa tukiuliza Nairobi, ile kabla inatoka Nairobi ni tofauti sana na ile ambayo inatoka hapa. Ambayo imefikia nchi. So tuna maswali mengi sana, maana ukipatia mtu 1000 unamwambia atoke kwake. Sasa 1000 msaidia na nini? Kweli ni kwamba hapa mahali patakuwa ni industrial zone. Kwa na industrial zone, ile maisha ambayo mmekomkisha hapa hamtaishi tena. Unaelewa? Hiyo wasafi ambayo mnaivuta azama hivi, hiyo environment itakuwa tofauti kabisa. Wale wavuvi ambao mlikuwa mnaenda hiyo msahau, maana ile pollution ikianza kuingia kwa ile maji ianze ku affect mahali ambapo samaki wanazaana pale. Samaki wataki usumbufu. Kwa hivyo samaki watatoka, watahama, wataenda mbali sana. Huenda mbali sana. Wakitoka mbali, hawaendi hapo karibu. Wanaenda mbali, maana hawataki disturbance. Unaweza kuta yule uvuvi ambao ulikuwa hapo, haya maji yamebaki ni kama hata ukiambia watu kulikuwa na samaki hapo siku moja, hata mtu haziamini kama na kitu kama hiyo. Kwa hivyo wale wavuvi wahusishwe, maana inabidi sasa waachane na uvuvi waende kazi. Muumba wa ardhi na mbingu, leo tumekuja hapa kwa shughuli. Jina langu naitwa Juma Faki Fimbo. Mimi ni mkaaji wa Dongo Kundu, na yale ambayo yaliyotendeka ni haki. Sisi tunataka haki kwa watu wa Dongo Kundu, mpaka sasa hawajapata haki. Kama kwanza kwa nataka kuzungumza juu ya beneficiary. Beneficiary nani? Beneficiary ni mtu ambaye anamiliki shamba. Mimi naja kuwa katika beneficiary ambao tuwajua na tuliambiwa na tuko nao kwa makaratasi ni 1648. Wale wengine hatuwajua wametoka wapi. Kwa hivyo tunataka kwa kila mahali, kwa chifu hakuna majina, kwa DCCI hakuna majina, tunataka tujue beneficiary wetu ni wangapi ambao wa Dongo Kundu. Hiyo ndio haki ambayo tunaitafuta leo. Kwa hivyo ikiwa haki itapatikaniwa, ni majina tuyajue ya ekwe. Mengi mimi sina na picha wenzangu, mimi nakuja kwa kulilia haki ya beneficiary, wale ambao
wana mashamba, ikiwa mimi ni mmoja wao, ni watu 1648. Hao 3000 watoka wapi? Wenzangu watakuja Dongo Kundu Special Economic Zone iko hapa kwa kulilia haki, kwa sababu tumeondolewa katika shamba letu lilikuwa kubwa na tulikuwa tuna mifugo tunafuga, lakini kwa sasa hivi mifugo tulihamisha na hatuna mahali kwa kuishi. Pale mahali tunaishi ni 50 by 100. Mifugo tutaiweka wapi sisi? Na hapo katika hiyo shamba yetu tulikuwa kwa tuna heka kubwa kama heka 8 hivi, lakini nimepatiwa heka katika sisi, kila mtu alipatiwa 50 by 100. 50 by 100, mimi niko na watoto. Hao watoto wangu nitaweka wapi? Na tulikuwa kwa tukilima hapa kabisa. Na mpaka sasa hivi sisi hatulimi, tumeketi. Tulikuwa tutarajia mazao kutoka shamba ndio ituenue. Sasa hivi tumepatiwa kule mahali ni kudogo, hatuwezi kulima, hatuwezi kufanya lolote. Tulipelekwa kule tukaambiwa tutaletewa maji itakuja. Kule tulikopelekwa sasa hivi maji hakuna, kuna shida. Tuamka saa 8 za usiku twenda kutafuta maji. Na huko ambapo twenda kutafuta maji kuna kidimbwi kidogo, watu wote wanaenda hapo. Sasa ukifika pale ni mtu mmoja ateke kama mtungi mmoja, apishe mwingine naye ateke mtungi mmoja. Ikifika saa 3 maji hakuna, ameisha kabisa, na wakazi bado wanahitaji maji na hakuna, imeisha. Tutafanya nini sisi? Na viongozi walisema atatuanzia visima tuchembie tupate maji itufaidishe. Hakuna security pia. Mikoko inakatwa na sisi pia tuathirika, kwa sababu ile mikoko ikiwa pale ndio wale samaki huwa wazalia pale chini ya ile mikoko. Na sasa kama mikoko itakatwa, samaki si watakimbia. Kutakuwa kuna manufaa kweli? Kutakuwa hakuna manufaa. Sasa sisi tuwaomba tu serikali tuangalie. Bwana Rais ndo kuomba utuangalie. Malipo aliyofanywa hayakuwa ya haki. Hayakuwa ya haki kabisa. Kuna wengine walipata, mtu kwenye hiyo ploti yake alikuwa kuna ploti kubwa kama heka 10 ama 8 ama 7. Lakini malipo yao ni ya kusikitisha kabisa. Jina naitwa Ramadhan Ali Mwazengo. Ni mkawazi wa kijiji cha Mbuta, Dongo Kundu, Special Economic Zone. Mimi nasikitika kwa kuzungumzia swala la Dongo Kundu kama maathiriko ya Dongo Kundu. Tulikuwa kama maskini wakati mradi ukija, tukadhani labda tutakuwa matajiri kwa sababu ya malipo. Lakini cha kusikitisha zaidi ni kwamba tumekuwa mafukara kabisa, na kwa kulilia zile haki zetu kwa ofisi, hatujui tuende ofisi gani iweze kutuokoa. Waweza sema hapo sawa, hii shamba yangu nimerithi kwa babu yangu Ramadhani Mwazengo, nikapewa na baba yangu Ali Ramadhani Mwazengo. Nimepewa 100 by 50. So na 100 by 50 mimi kwa nafuga hapa, huko nalima, huko natoa mazao paka nisaidia. Sasa hivi waweza sema kama msikilizaji unaniona, unasema hawa watu Dongo Kundu walilipwa wakapewa na 100 by 50, lakini kuna malipo ambayo yako hapa kwa karatasi kama hii. Unaona, mtu kama huyu amelipwa 36,880. Unaona? Na huyu mwingine naye amelipwa 29,900. Na mimi mwenyewe nimelipwa 658,000. Niambie, imagine shamba hii ni wapi tunaweza ipata na hiyo pesa? Hakuna. Kwa hiyo si kwamba ni jasiri, nasema kwa sababu ya uchungu. Hapa nilikaa na babu yangu hapa na nikakaa na baba yangu, wote wamepoteza maisha hapa. Leo hii sasa sina haki. Lakini utapata mtu amefanya kazi kwa ofisi pale, amenishinda hata kipesa, hata kiafya kabisa. Kwa hiyo mimi sijakataza mradi, sijapinga mradi, nazungumza kwa dhuluma. Mtu anazungumza kwa mkutano kule paka mama analia, imagine mama analia, lakini hakuna haki anapata. Ni KPA. Tukadhani labda tutageuzwa malipo, kumbe tulikuwa tu hii lembo tu ya KPA. Tunaona ndio ilibadilishwa peke yake. Na ukiangalia hii imagine hii award, angalia imagine hii award. Yes. Kwa hiyo sina mengi ya kusema, isipokuwa nashukuru kwa leo Mungu kwa kilio changu na kilio cha watu wa Dongo Kundu waliodhulumika. Kuna watu sasa wamepewa notice na hawana nyumba, asijaisha sababu ya pesa. Na huyo mtu kama huyo mvua imenyesha, sasa imagine ana watoto na hana chakula ambacho atakula kwenye shamba yake, ni ile 100 by 50 imejenga hajamaliza. Imagine kama wewe ni mama yako, ama wewe kama una roho ya kiutu ama kibinadamu, utaishi vipi wewe? Haya. Langu ni Michael Nato
na mimi ni mkurugenzi wa Haki Kenya Organization na pia niko katika ile network ya civil society. Na mimi nimekuja hapa Dongo Kundu kwa mwito wa wananchi, kwa sababu kuna mambo kadha wa kadha wanayapitia. Jambo la kwanza linahusu wao kutohusishwa kikamilifu. Ukienda katika ibara ya 10 ya katiba, issues na valuation, hawezi eka moja ni 30,000. Hiyo ni unyang'anyi na dhulma ya hali. So hayo ndio mambo wanayozungumzia, na mimi pia nimetafuta pia habari, nikapata pia hata investors wenyewe wamedevelop cold feet. Hawana haja sana na kuja huku kwa sababu wanaona kuna unresolved issues. Investor haizi toka huko mwekezaji aje hapa. Ruling ilipeanwa pale kotini ya kuweka caveat kwamba kila kitu kisimamishwe kwa mwezi mmoja. Lakini kuna investor yuko hapa anaendelea na kazi kama kawaida, akikiuka pengine zile sheria ama ile ruling ile ya koti. Sangine tunawaambia kama mshazoea pengine kuvunja sheria huko ambako mnatoka, pengine huko nchi ya jirani, si ndio? Jueni hapa ni Kenya, tuheshimuni kidogo, kwa sababu ilikuwa muusitishe nyumba zile kule sasa. Kule pamoja na ndio kuna bado siko vile. Lakini sasa hiyo kufanyika hiyo kwa hiyo kwa saini yale matangi mawili. Hiyo KP yote mnasahau kabisa. Hiyo KP yote hii unaona inakuwa historia. Inakuwa historia. Inakuwa ni historia hiyo. Unaweza kulikuwa na KP. Hii mazee. Hata pale mahali utakuwa utasikia mlio. Ya tagaidi. Akapiga tu ile mount nini yaikuwa chini, alafu ndio yaikuwa concrete, alafu yaikuwa mchanga. Lakini ni hatari sana. Hii utapata mess.